iko na equipment ya laboratory. Tumeweka mpango ya shilingi bilioni 3.5 ya Makueni County ya equipment ya hospitali za Makueni County. Makueni hoye! Makueni hoye! Mimi nataka niwaulize nyinyi watu hapa Kilome na Makueni. Tayari mmejiandikisha kwa SHA ama mnangojea? Mmejiandikisha? Hebu niole wale wamejiandikisha. Nyinyi ni watu wazuri sana. Kumbe nyinyi ni wale wanasoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Mko chonjo. Mimi nasema pongezi. Yule mtu ambaye hajajiandikisha ndiye anatuletea hasara. Unajua kwa njia gani? Mtu kama hajajiandikisha anatunyima data, kwa sababu tukijua wananchi ni wangapi ambao wamejiandikisha, ndio tutapanga madawa, ndio tutapanga madaktari, ndio tutapanga equipment ya kutosha, ndio tujue ya kwamba ni nini inahitajika kwa mambo ya afya ya kila mwananchi. Na mimi nataka mnisikize kwa makini. Tumetoa pesa ya serikali. Sasa wewe mwananchi, ukienda kwa hospitali, kama ni hospitali ya serikali, kama ni hospitali ya county, kama ni hospitali ya mission, kama ni hospitali ya private, wewe ukienda pale, bora umejiandikisha kwa SHA, wewe utatibiwa, ile inaitwa outpatient, na utaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Mnanisikia? Wacha nirudie ndio msikie vizuri. Nimesema hivi, watu wa Makueni hoye! Msikie vizuri. Ile maneno ya zamani ya kulipisha wananchi mambo ya hospitali tumesema ikome. Kwa sababu hakuna mwananchi anaandika barua akuwe mgonjwa. Hakuna mwananchi anapanga kuwa mgonjwa. Ugonjwa ni bahati mbaya, ni kweli ama si kweli? Na tumesema tuko na mfumo sasa na mpango ya serikali ya kuhakikisha kila mwananchi aende hospitali, atibiwe, aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu serikali ya Kenya italipia gharama ya hospitali ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Wamama mmesikia? Vijana mmesikia? Tuendelee ama tuendelee? Sina mna